Tulipiga story hapa na Alikiba wakati alikuwa anataka kuja kufanya show hapa. Nikamtonya pia, nikamuulizia hiyo issue, kwa nini bwana wasanii wetu wanafanya kazi na nyinyi alafu mwisho wa siku hawaposti. Au unawashikaji umeniambia kama unaongea nao wakiwemo Big Fizzo na wengine ambao pia aliwataja, ushanielewa. Nikamwambia hivi hao wote hawajafanya kazi na ukaziona mwisho wa siku ukashindwa kuzi-support. Akasema kwamba bwana wafanye muziki mzuri, wakifanya muziki mzuri tutasupport. Mwisho wa siku nikamwambia kama umeniambia hao wote unachat nao wanafanya muziki mzuri, sasa paka unashindwa kuwasupport nao vipi? Ikawa imeenda kwamba mimi bwana mimi situmie social media zangu zile account, wanatumia watu wangu kwenye maneno. Alikuwa swali. Kusema eti wafanye muziki mzuri ni kama ndio nakwambia ni kama yale makarau. Sababu muziki mzuri tunao na wanaofesi. Kuna wengine mpaka wanakopi muziki yetu wanaifanya wanairudi ndani. Ya nadhani ni hivyo. So kusema kwamba eti wapige muziki mzuri, wanajua kwamba tuna muziki mzuri. Na kudhani kwamba angesema kwamba muziki wapige muziki mzuri angefanya featuring na Lolo. Hii ni mara ya pili anafanya featuring na Lolo. So kama ingekuwa ni muziki mbaya angefanya featuring na Lolo. Alikuwa swali tu. Alikuwa muziki mzuri. Muziki sometimes unaweza kupita unasikia walipiga kanyimbo ka Burundi au nini. Wenyewe kwanza wana support sana vya kwao sana kuliko watu wengine. Isaac TV mtu yoyote mdogo wala siwezi kupiga picha na mtu yoyote sababu mimi namzidi hiyo inakuwa ni ubinafsi. You understand? So mimi naishi ninavyotaka, sisi sababu ya watu wanataka timiwe hivi. I know I'm big. Yes, I know I'm big. So why not wale wadogo nisiwasogelee na kupiga picha? Ni nani yangu? Ni choice yangu, nikitaka napiga, nikitaka sipigi, nikitaka napiga na post, nikitaka sipigi siposti. Kweli. Naweza nikakwambia kwamba niko na video ambayo tumekaa tumechina wakina Rayvanny wakina nani, lakini I don't have to prove it nilikuwa na mtu fulani hivi na hivi na hivi. No, I don't have to prove. So naishi mimi navyotaka. Nikiposti ni kwanza ni page yangu, I have a right post ambacho ninachokitaka. So wewe usikuja niambie you just post the pictures. It's my page. So kama ikufurahishi, just leave me alone. And I control it. Yeah, you leave me alone. Or kama haufurahi, why you follow me? Ni unfollow bwana. Ni unfollow kama unasikia mimi nakuudhi au nini. It's my page. So na post ninachokitaka. Kwenda kupiga picha na mtu fulani ni maisha yangu. You understand? So mimi sina kama dharau. Sina kama dharau. Lakini nakuaga na madharau kwa mtu ambaye ananifanyia madharau. That's it. So ultimately I'm a big artist like sijui nini na nini. I don't have a right kwenda kupiga na msanii mdogo au msanii nini na nini. No. Naweza kwa ni binafsi. Sawa. Maana yangu ya swali hilo, kuna issue ilijitokeza kwa nchi jirani. Moja kati ya msanii alitoka kaenda South Africa. Sasa unajua hizi bifu za wasanii kwamba huyu jamaa mbona hivi bwana, na maana alienda nchi fulani, kwa mfano ametembelea South Africa kuliko kufanya kazi na Casper au na akina AKA, anaomba picha. Ushanielewa? So yule jamaa watu artist wenzake kwa wataki kwamba mwanangu unasema unaenda South Africa kuliko kuomba korabo uliomba picha. Ushanielewa? So hiyo ndo nilikuwa nauliza kwamba kuna namna bwana anaweza kwa kweli alienda kupiga picha. Yani kuna project behind. Ndo nasema kama mazingira mtu hakuwa anajua walikumbana vipi au walikuwa katika mazingira yapi. Understand? So I think kupiga picha na mtu sio vibaya. Na ndio maana nikwambia sio kila mtu aseme bwana wewe kuliko kutufanyia hivi unafanya hivi na hivi. No. Haujui mipango yake. Haujui kwa nini alipiga picha kaweka. Hauwezi kujua what's behind. Maybe ile picha inataka inaweza kuzungumza kitu kingine ambacho wewe huwezi kutegemea. So I don't think kwa kupiga picha na mtu kwamba ni vibaya au kaipost, you're right to post it or not. Inakuwa ni right yako. Hiyo ina shida hiyo. Sawa. Ngoma inaitwa Dia na umemweka Jux kama Jux bwana, na mapokezi yamekuwa ni makubwa. Hongera sana kwanza kwa kazi brother. Hongera pia kwa video. Asante. Tuanzie kwa video ambayo ni clear and clean. Ushanielewa?
ukiangalia video ambazo ulikuwa ushazifanya na madirectors wetu wa Burundi, alafu ukaangalia director aliyegusa hii video, tukija kwenye color grading, synchronization ya images, unaona wenzetu wametuzidi wapi bwana? Hawatuzidi kitu chochote, wanatuzidi kamera kubwa tu. Kamera kubwa. Yeah, lakini I mean nikizungumzia kwamba tukiangalia eti wanavyofanya kazi nini, kuna kingine nadhani kwamba sababu nimeshatumika na madirector wengi, sioni kitu cha maajabu ambacho wanachotuzidi, isipokuwa wana kamera kubwa na tena labda kuwa serious mwingi sana. What about skills? Skills za hapa tuko na skills tena nyingi, sababu niliona skills zao. Mimi nazungumzia ambao director ambao niliona skills zake ni kawaida, ni kama hapa sema hapa tu. Hapa kwanza ni kuwashukuru madirector wao, sababu wanafanya kazi katika mazingira ambayo hayaeleweki. Wanajitahidi, wanatoa video ambazo ziko nzuri. Kwa ukiona video inapitishwa kwenye TV za mbalimbali, TV tofauti, kusema kwamba hiyo video iko na quality ambayo inahitajika. You understand? So big up kwa director wote hapa. Nadhani kwamba wakiwa na kamera kubwa wanaweza kufanya maajabu. So kwa hiyo sidhani kwamba eti wana skills sana hivyo za kuzidia wa director wa hapa. Ni tofauti tu ya kamera. Tofauti ya kamera. Hivi kamera gani ambazo wanazo kule sisi hapa hatuna bwana? Hapa kuna red kamera. Red. Wako na red hapa. Red bwana ilikuwepo, alafu ifanya video kama 3. Na zile video zote ni utoporo. Ni utoporo? Video za nani? Ambazo zitengenezwa na hiyo red. Za nani? Sio paka tumtaje. Tuko na Pizzo hapa. Hamna, si ndio unamtaja. Pizzo ana video ambayo ilitengenezwa na hiyo red. Mimi sina video ambayo ilitengenezwa na red. Lakini kuna wasanii wana video za hiyo red. Labda unataka huyo director alivamia haijui. Ndio hapo. Sasa hiyo red hapa nawezi karudi tena. Wale madirector wa najua hiyo red. Ukimpa John Elliot, ukimpa Banco, ukimpa wakina Popsi, ukiwapa wakina Brian, wanaweza kufanya makubwa. Wanafanya makubwa. Kwa sababu mpaka leo kuna maproducer ambao, kuna madirector ambao bado wanajifunza. Labda naamini kwamba wakipindi hicho hiyo ready ilikuwa au madirector ambao bado wanajifunza. Sasa inaona mtu warifu moja kati ya madirectors ambao umewataja aligusa ile ready na video ambayo ilitengeneza pia ilitoa. Siwezi kuzani kwamba ni Elliot. Siwezi kuzani kwamba ni Banco or maybe hata Brian. I don't think so. Sawa. Kuelewa. Mambo umo. Sony pia tunazo hapa. Alafu Sony za kila aina. Alafu ambazo ziko update zote. Lakini bado aje color grading bwana, tuna namna tunasumbuliwa. Kama director gani? Because I know all my videos wanajiamini. Madirector ambao ni madirector ambao tunasema sasa ni madirector wakubwa wanajiamini. Na nikiwaambia kwamba ni kamera fulani ndio ilifutisha, hawaelewi. Nakwambia huyu jamaa inaonekana ni mnoma. Huyu tukimleta hapa naweza kaua. Kinoma. Kwa nini jamaa hukuenda naye kule akaonyesha? Nitaka kuna nini? Nitaka kubadili. Ni kama gisi na naweza niko na studio, lakini ikakuchanganya mimi kwenda kurekodi sehemu nyingine. Sio kwamba eti producer wangu unakuwa simwamini. Kila mtu anakuwa na touch yake. You understand? Hivi ni video lakini havilingani. Kila mtu anakuwa na touch yake. No matter what. Sio kusema eti kwamba ule producer wangu nimetoka hapa, nimeenda kurekodi kwa Koli, for example, au nimetoka hapa nimeenda kurekodi kwa Ibris, kwamba ndo Mike ana skills zake au open. No, inakuwa ni kutaka kubadili vibes. Kila mtu ana skills zake. Hiyo pia kwenye video inatuhusu kwamba mwanangu uwezo kwenye video pia unashindana. Ni kamera. Lakini akili ni moja. 80% ni kamera. Usikuwa na kamera lakini usifanye chochote. I know. Lakini nakwambia watu ambao nakwambia wakipata hizo kamera wanaweza kufanya. Sawa bwana. Sema vitu vingine sio mitihani kwamba oya tupeane maswali alafu watu waende wajibu kwenye kufanya practice alafu watu prove kwamba they can.
They can do it. I know they can do it. Yeah, that's fresh. I know they can do it. Sasa tufanye michakato tufungue. Unajua kama umwamini mtu na umpe kwanza unajua kumwamini ni aje. Umuoneshe kwamba bana mimi I know you can do it. Na kuamini unajua mimi nisikudanganye. Nipataka producer kama anajua kupiga, kama anajua tu kucheza piano. Muziki naweza nikafanya na wakatoka vizuri. Kwa sababu you got some knowledge about. So unajua kwamba oya nipigie hiki, nifanyie hiki, iki hakijakaa sawa, ongeza, punguza, toa, pakiza hapo. Lakini akifanya na mtu ambaye hajui chochote kusana na hicho kitu. Ndio maana nakwambia labda hao director walichukua hiyo nani hiyo radio walikuwa hawajajua chochote kwenye hiyo radio, lakini right now wakikamata wanaweza kufanya maajabu. Wanaweza kufanya maajabu. Kwa sababu unajua huko somo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano. Ndio kuna nini? Fresh sana. Na kuna wengine mpaka leo wako somo la tano, mpaka na mwana acha. Mpaka naacha. Sasa nakwambia wewe imetosha. Rudi nyumbani masomo. Inatokana sana mtu unataka ufike wapi na malengo yako. Fresh. Ngoma ilitoka bwana Jux alisupport. Alafu kikubwa pia na media za Tanzania zote zilisupport na mpaka sasa hivi support mimi naiona. Bahati nzuri mimi nina kingamuzi ambacho kinasaidia kuona TV zote za East Africa kuona kwamba da ngoma ya fulani imepita. Lakini bwana tushaona collabo zingine za wasanii ambao wanatoka nyumbani kwenda Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, wherever kwenye kufanya kazi. Mwisho wa siku unajikuta we msanii ndo una struggle kwenye kupush ile ngoma. Unanielewa? Yule msanii ambaye umefanya naye kazi hashow support yoyote ile. Nataka uniambie hii inakuwa imesababishwa na nini na tunakwama wapi na kwa nini hayo yanatukuta? Nafikiria hilo swali alinihusu mimi. Na wewe pia linakuhusu? Alinusu sababu nisikilize, sababu unasema kwamba wengine tuliona wengine wasanii walitoka hapo kwenda kufanya kazi nje, alafu hao wasanii wenzake ambao walifanya nao kazi hawaja promote, hawajafanya nini. So ni swali ambalo alinihusu mimi, swali ambalo linanihusu hizi sababu Jux ikapost kapendelea kazi, lakini ile swali lingine siwezi kujua kwa nini wale wengine wako sababu hatujafanya nao kazi. Wewe nikupe namna gani ile inakuhusu? Wewe Jux kusupport na utoka hapo kaenda kula kufanya naye kazi akasupport. Lakini pia kuna wengine wanafanya kazi hakuna support. So nataka kujua makubaliano naye na wewe na Jux mpaka kufikia hii hatua kwamba da Jux ni mwana pia amesupport bwana, alafu na media pia zimesupport. Strategies ambazo zitumika pale hizi. I think tuko rafiki. Nadhani kwamba rafiki yako hawezi kupenda kama kwa mfano umefanya kazi pamoja, hawezi kupenda ile kazi ibume. So before ufanye kazi na mtu inabidi kwanza kuweko kwanza na connection between you guys, between you artists. Understand? So mkifanya sababu ya kufanya tu, hata mimi ukija ukiniambia tufanye kazi sijisikii kufanya kazi na wewe. Yani labda ulipiga fujo, labda ulia, kuna wengine nasikia mpaka wanalia na machozi bana please tufanye kazi. You understand? Mimi nikiona hivyo naweza nikaifanya, hakuna vibe fulani between me and you. So itakuwa ni vigumu na mimi nipo. Itakuwa ni vigumu. Lakini nafikiria kwamba ni kitu ambacho tulichukua muda, tukakaa chini tukapiga story. Mawasiliano hapa na hapa, hivi na hivi bana, vipi umeamkaje bana, poa sana, kurudi unasemaje au tizi unasemaje. Nadhani kwamba ni ule usikaje, alafu tulikuja kufanya kitu kwa bana, hiki kitu hapa kitatufaidi sisi wote. Side yangu itanifaidi na side yako itakufaidi. So cause unajua inaumiza sana kweli, umetoa mihala nini na nini, spend yako alafu unafanya kitu alafu hata ule mtu haipost ile nyimbo wala man, inaumiza. So siwezi kujua kwa nini huyo mtu hauzi labda post hicho kitu sababu I don't know. Lakini hiyo unayaona nitayaona, ndio maana nakwambia usikurupuke tu kufanya featuring kazi na mtu ambao labda kwanza nakudharau na nini. Mimi nadhani wasanii wetu wangepata hilo funzo. Tulipiga story hapa na Alikiba wakati alikuwa anataka kuja kufanya show hapa, nikamtonya pia nikamuulizia hiyo issue, kwa nini bwana wasanii wetu wanafanya kazi na nyinyi alafu mwisho wa siku hawaposti au
una washikaji umeniambia kama unaongea nao wakiwemo Big Fizzo na wengine ambao pia aliwataja, ushanielewa. Nikamwambia hivi hao wote hawajafanya kazi na ukaziona mwisho wa siku ukashindwa kuzi-support. Akasema kwamba bwana wafanye mziki mzuri, wakifanya mziki mzuri tutasupport. Mwisho wa siku nikamwambia kama umeniambia hao wote una chat nao wanafanya mziki mzuri, sasa paka unashindwa kuwasupport nao vipi? Ikawa imeenda kwamba mimi bwana mimi situmie social media zangu za account, wanatumia watu wangu kwenye maneno. Alikuwa swali. Kusema tu wafanye muziki mzuri ni kama ndio nakwambia ni kama yale makarau. Sababu muziki mzuri tunao na wanaofesi. Kuna wengine paka wanakopi muziki yetu wanaifanya wanairudi ndani. You understand? So which means tunafanya muziki mzuri lakini sasa wale wana ubinafsi, na ndio maana sisi hapo kwanza ni sehemu ambayo tunapotea sana. Sisi ukiangalia hata media nyingi sana hapo huaga zisupport nyimbo zetu. Support. Sio nyingi. Naweza nikasema 80% ya media za hapa labda mshikaji, yani DJ au mshikaji wako atakuposti au atapiga nyimbo yako, tangazaji fulani au mshikaji wako ndio atapiga hiyo nyimbo. Lakini mimi ninachokijua Tanzania Tanzania hapa kwa kuna beef fulani na nimotana, kwa mfano watu wa kundi A na watu wa kundi B hawaelewani. Huyu mtu wa kundi A katoa wimbo, si ndio? Huyu mtu wa kundi B anachukua ule wimbo anauponda. Japokuwa anauponda anafanya yeye anaanza uimbaji wenyewe mbaya nini na nini. Anauponda lakini anavuka, mkitaka kuninukuu bana linki ya ukasikilize. Ndio mkasikilize. Alafu muone kama jamaa kuimba ujinga. Biashara inaenda. Japokuwa hawapatani. Sababu unajua huu ni muziki ambao una represent nchi. Na wananchi ni sisi wenyewe wa Tanzania. Because right now naweza nikakwambia kwamba kwa mfano Burundi, timu yetu ya Burundi ikienda kucheza nje, wakiipiga hawasimagi timu fulani imepigwa, wanasemaga Warundi wamefungwa. Sure. Kwa hiyo Mrundi ni mimi na wewe na wote ambao walisalia. Kwa hiyo ile aibu inakuja kwetu sisi. Sasa wenyewe ni kitu ambacho washaga gunduaga hicho kitu. Hawatakagi aibu iende kwao. Japokuwa na utofauti wao, lakini ikija ni kitu cha nchi cha kuwapeleka mbele, cha kuwapa hadhi, hawafanyaji mchezo. Lakini hicho kitu kikosa hapo. Ili mradi tu bana ule jamaa ni minye. Hata linki asinani. Akitaka kukusupport sana ni kuchukua yeye ule muziki au ile video anaiweka kwenye nani yake, kwenye account yake. Kuliko kuweka link. Anaweka ni uharibifu. Ya nadhani ni hivyo. So kusema kwamba eti wapige muziki mzuri, wanajua kwamba tuna muziki mzuri. Na sidhani kwamba angesema kwamba muziki wapige muziki mzuri angefanya featuring na Lolo. Hii ni mara ya pili anafanya featuring na Lolo. So kama ingekuwa ni muziki mbaya angefanya featuring na Lolo. Alikuwa swali tu. Alikuwa muziki mzuri. Muziki sometimes unaweza kupita unasikia walipiga kanyimbo ka Burundi au nini. Wenyewe kwanza wana support sana vya kwao sana kuliko watu wengine. And that's why unaonaga wanakuja huku kupiga shows. Na watu wanaanza kujieleza, wanaanza kufikiria kwa nini Warundi hawaendi kupiga show Tanzania. They don't play our song. They don't support us. But we as Burundian, we support them. Na ndio maana lazima watakuwa wanakuja huku. So kwa hiyo watu hapa media hapa zinawapea support nyingi sana. Na ndio maana tunawajua. Na watu wakija wakiwaitisha wakifanya show wanajaza. Lakini kama sisi hatuendi kufanya kule show ni sababu watu support. Kwa nini hao wasupport sasa? Sababu wenyewe wana support vya kwao sana. Hao hatuna connection nao bwana, ndio maana. Sio connection kaka. Kwanza wenyewe wanaweka vitu vyao mbele. Kama umeona hizo labda hizo manani hizo hayo media ameposti nyimbo nini na nini. Ni kwa sababu ya msanii wao. Na msanii wao. Alafu ndio wanamuita the king of R&B. Baada ya kuwa Fizzo tu bwana. Tunaimba nyimbo za Kiswahili chenyewe kizuri nini na nini. Muziki una ladha, lakini watopotezea atasema wanakwasa wake hapo. Weki hao. Sawa. Kwa tunajifunza nini kwenye kufanya kazi alafu mwisho wa siku azisupportiwe na ambao tumefanya nao kazi? Fanya kazi na mtu ambaye kwanza mmekubaliana. Labda kuna watu wengine wanataka tu bana mimi nifanye kazi na mtu fulani. Nionekane nimefanya tu kazi na mtu fulani, hakuna mkataba. Sababu kwenye kazi zingine lazima kama umempea hela bana hiki kitu hapa, hii nyimbo ni hivi na hivi, mkataba unasema hivi, unabidi uposti
yani kama miezi mitatu tunaisupport. Sababu ni mkataba. Kuna wengine tu wanakwenda kufanya nyimbo bila mkataba. So huyo mtu anakula zake hela and then anaweza kukuposti labda limoja tu na naendelea na zingine kazi zake. Lakini kama ni mkataba, mmekaa chini mmefanya mkataba, he has to do that. Lazima wengi sana wamefanya hivyo bila mkataba. Sasa ndio maana kuna kuja madharau. Lakini kama kweli ni mkataba, mmekaa mkaandika mkataba, lazima support. Lazima support, lazima tunatengeneza case. Hiyo ni kawaida. Sasa wengi wasanii wapo wanakurupuka kufanya kufanya nani bila mkataba. Bwana tufanye please bana. Naomba tufanye. Anaomba bana, naomba tufanye please, ili mradi weka sauti. Kweli. Na taweka kweli sauti, labda ulimpia tu hela ya nini? Bana mimi nitakupata $1000 nini? Hamjaandika mkataba. Atafanya hivyo. Fresh. Kuna jamaa anaitwa John K. Sibomana anasema oya, msalimie Big Fizzo bwana. Sasa ni kwamba nataka kujua anaonaje akitanua lebo ya Bantu Boy kuwa kampuni kubwa yenye vitu vingi rukuki, ili kuingiza kipato kikubwa na kutengeneza ajira kwa vijana wengi. Mfano kama kununua japo Costa 2 mjini Bujumbura za kusafirisha watu ili zisimame kwa jina la Bantu Boy. Ikiwezekana pia ajenge redio ya Bantu People FM. Mzee, unaonaje kuhusu hilo? Naomba bwana Fizzo kama atakuwa na jibu anipe. Unajua kila siku wanasemaga haba na haba ujaza kibaba. Ndio. So hawezi tu kaja kufanya bana. Unajua kila kitu kwanza unaanza kwenye moja ili ufike kwenye 5 lazima upitie kwenye 1 2 3. Ni issue nzuri ambayo tunazungumzia, ni idea nzuri, labda na malengo yetu ni huko. So pole kila kitu ni pole. Kila kitu ni pole, lakini plani zipo ambazo tuko nazo ni nyingi. Na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu akitu bado akitujalia na kitu azima tutafanya kitu kizuri sana. Pita 751010 kama una swali la kumuuliza Big Fizzo, tuko naye ndani ya nyumba za Buja FM. Unaweza ukaendelea pia kutazama video ya Dia akiwa na Juke kupitia YouTube channel yake ambayo inasoma kama Big Fizzo Vivo. Kumbuka ku drop comment yako. Buja FM, hello. Ni aje brother? Fresh kabisa, naongea na Vincent. Vincent mwenyewe, mambo vipi? Safi kabisa. Msalimie Fizzo bwana. General. Niambie. Baada ya ndem. Inakuaje? Safi kabisa. Nakubali sana sababu. Bana asante sana. Bwana pia ongera kwa video nzuri ya video na Juke. Asante. Kwa sababu kweli imetisha kinyama. Asante sana. Imekaa sawa. Mlipo mixi limbo. Naam. Yani imekuja very different na ilivyokuwa hapo awali. Kweli. Pia kitu kingine. Ongera pia kwa kuwa mchezaji wa moto. Asante, lazima kamilika hivyo. Unajua ni kujaribu tu. Babangwe. Panapo ndia kuna njia kama kawaida. Ni kweli. Asante sana. Kabisa napenda unapoimba. Asante. Hapo ni kwa sababu moja. Naam. Zamani watu wanapenda kusema kwamba wao wana beef hivi na Diamond Platnumz. Tumekutana na wapi jamani? Watu ndio wanasema sasa, watu wanasema, unajua watu wakisema, unajua kaka, watu wakisema, wewe wanasema sio kile kitu ambacho wanasema kwamba chote ni cha ukweli. Sasa hiyo beef mimi na yeye tukakutana na wapi? Basi kukutana na yule mchezaji. Unajua mtu lazima ufanye mtu na beef, labda kuna kitu ambacho mnagombana nacho, lakini mimi sijawahi kufanya naye beef, wala kufanya naye beef ya nini? Hapa penyewe sina beef na mtu. Sasa kwa nini mimi na yeye wapi? Wanataka kwa mwanga sio nyingine. Kama hivi ya Diamond Platnumz za pombe collab, je, unaweza kufanya ukiwa free? Why not nisifanye? Si tunatanua, why not? Hata na mimi nikipata hiyo chance, tumekumbana tukaongea siwezi nikakataa. Kweli? Why not? Kwa nini nikataa na mtu ambaye anafanya vizuri sasa hizi? Bwana, kumbe waambia mkanye wao. Watu lazima waseme. Watu wanasema bwana, sio kile waliongea kwamba ni kweli. Nikipata hiyo chance lazima nikipata hiyo chance lazima siwezi nikaichezea.
Vincent, nakutakia hongera sana kwa kazi yako, kwa sababu nakupenda bikizo unapoimba unachana fresh. Asante sana kaka. Lakini bro umekataa kurapu. Nimeshazungumzia mambo ya kurapu, nimeshazungumzia. wewe umeachana nayo bwana, umeweka kidogo. Sijaachana nayo lakini saizi kwa muda saizi Bwana Fize. Mimi kwangu uko general. Asante. Na unapoimba na samani mimi pia kwenda studio, maana mnanya. Yaani mnanikaribisha sana kwenye muziki. Karibu tembelea studio. Karibu. Au Bantu Boy kwa wazi, kila mtu anakuja anatembea. Unaweza ukaja hata kama ukujui kurekodi, lakini unatembea tu unazunguka unapiga story ama tatizo. Asante sana, takuja kwa karibu wako. Vincent, tupe nafasi watu wengine brother. Bwana usiku mwema, sote tunawapenda sana. Asante sana. Sawa. 75101000. Kuna jamaa anaitwa Izai Given anakuambia oya bwana Fizo ameamua kuwa msiri kinoma, project zake anazificha. Watu wabaya. Watu wabaya. Ngoma ya Mr. Champagne hiyo. Unajua la vista. Unajua hata Bible nakwambia kuna zingine stili za kufanya vitu vyako umekaa kimya sababu unajua mazingira mengine kuna vitu vyako project zingine utana Buja Fema. Halo, yes kananiaje mtu wangu papa Rafi? Safi vipi? Swali kabisa malangana mtajika forever. Nasalimia mtu wangu msanii wangu bi. Isaac TV. Oh.